makutano mengi. Yesu alipokuwa pia makutano, wakamzunguka, aliamuru kuvuka kwenda ng'ambo. Akaamuru kuvuka kwenda ng'ambo. Mwandishi mmoja akamwendea. Akamwambia, Mwalimu, nitakufuata kokote uendapo. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota. Yesu akamjibu kwamba ndege wa angani wanapiga nyumba ambao unaweza ukaenda kulala. Lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Mwana wa Adamu hana penye analaza kichwa chake. Endelea. 21 inasema, mwingine katika wanafunzi wake akamwambia, Bwana, nipe ruhusa kwanza. Niende nikamsike baba yangu. Lakini Yesu akamwambia, nifuate. Waache wavu wasike wavu wao. Amen. Wache wavu wanasiwe sana. Upendo, kuna mambo mengine ambayo kuna watu ambao wamejaa na visababu katika maisha yao. Watu wamejaa na mambo mengi katika moyoni mwao. Huyu akasema kwamba Mungu niruhusu pia nirudi nyumbani nikamsike baba yangu. Lakini yeye akamjibu kwamba wacha wafu wenyewe washikane. Kuna mambo mengine mtu wa Mungu lazima ukubali yafe ndani mwako ili ukaweze kufaulu. Kuna mambo mengine lazima ukubali yakufe ndani mwako. Lazima ukubali kwamba visababu vikufe ndani mwako kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu lazima ikufe ndio ili ufaulu. Visababu ambao uko nazo, kuna watu leo hii ungepata sababu kwamba leo achakuja, leo nilikuwa na wageni, leo nini nikafanya hii. Lazima hiyo sababu ya wageni ikufe kwanza. Lazima ni sababu ya kuosha manguo ikufe kwanza. Lazima ni sababu ya kuwa nilikuwa na safari nikaenda mahali fulani ikufe kwanza ili ukamwone Mungu. Lakini visipokufa hauwezi ukamwona Mungu, mtu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Fungua Mathayo 6 mstari wa 14. Hapo tunataka tufundishe leo ndio katika kitabu cha Mathayo. Na ambapo tunataka tufundishane pamoja na wewe. Nikwambie kwamba usipoacha visababu katika maishani mwako hauwezi pia kumpendeza Mungu. Biblia inasema, sikia Mathayo 6:14. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Amen. Wacha tu hapo. Bwana asifiwe sana. Kuna watu hawasamehe watu makosa yao. Watu wamepepana mizigo katika mioyoni mwao kwamba visababu ambavyo vimejaa ndani mwao hawaendi mahali popote kwa sababu huyu alinikwasa, huyu akanisema, huyu si akasema nini, wakapewa vikwazo. Hawawezi kusamea watu wenzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo usipokumsamehe mwenzako ambao unakaa pamoja na yeye, Yesu wa mbinguni pia hawezi kukusamea makosa ambayo umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoangalia watu dunia hii, visababu vimejaa sana. Leo niliimba, leo uliimbaje? Wakati kwanza kwa sababu niliimba mbaya, nilifanya nikafanya nini? Unaona kwamba vikwazo vimejaa katika nyumba ya Mungu, hauwezi kumwona Mungu. Bwana asifiwe sana. Hiyo vikwazo ambao umejaa katika roho yako, hauwezi kumwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo leo hivi katika andiko kusema kwamba wasamehe watu, Baba wa mbinguni pia anafanya nini? Hatakusamehe makosa ambayo unakula. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu lazima usamehe. Na usiposamehe, Mungu hawezi kukusamehe. Usiposamehe, Mungu hawezi kukusamehe wewe ambao uko mahali hapa. Hata ukuwe reverend, hata ukuwe bishop, hata ukuwe pastor, kama hawezi kusamehe, Mungu wa mbinguni hawezi kukusamehe. Bwana asifiwe sana. Tunaishi kwa sababu ya msamaha. Na msamaha imefanya watu wanaishi. Msamaha imefanya watu wanakuwa. Msamaha inafanya mtu anaenda mbali kwa sababu ya msamaha. Kuna watu hawapendi msamaha. Bwana asifiwe sana. Tukiwa kitabu cha Mathayo yetu yenye Mathayo 15 mstari wa 4. Uone kama vile maandiko pia yanaongea mahali pale. Nataka nikutie moyo kitabu cha Mathayo tu hiyo. Mungu akuinue, Mungu asunguse pamoja na wewe. Na Mungu akutoe mbali. Ili maombi, ili kuamurisha ikubalike kwamba umesamehe watu. Kwamba wewe umevunja vitu ndani mwako. Kwamba umetoa visababu. Tumisha Mungu isome. Mathayo 15 mstari wa 4. Biblia inasema,
Kwa kuwa Mungu alisema. Mungu akasema, mheshimu baba yako na mama yako. Heshimu, hebu mstari mzuri. Biblia inasema, kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako. Awache tu hapo. Simama tusitoke. Leo hii mnakubaliana kwamba tuko na mama. Tuko na mama. Yes. Na tuko na baba. Haya sasa soma sasa. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako. Mheshimu baba yako na mama yako. Na mtukanaye baba yake au mama yake afanyaje? Kufa na afe. Acha tu hapo. Kachi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sisi tukiwa mahali hapa, nikiwa pia mchungaji Moses, mchungaji Martin, pia na dikoni wetu na mchungaji Martin. Sisi sote tulisaliwa na mama na baba. Nao ndio watu wa muhimu katika maisha yetu. Nao ndio watu ambao wanafanya sisi tunaenda mbali. Wengineo pia wana mama. Wengineo pia wana mama na baba. Wengine hawana kabisa. Lakini wewe ulisaliwa mama na baba. Maandiko yanasema kwamba pia wewe unapokumheshimu mama, wewe unapokumpenda mama, wewe unapokumsifu mama yako, siku zako pia zinaongezeka. Lakini wewe unayopika mama, wewe unayokwasa mama, wewe unayokwasa baba, inasema kwamba na usiishi na hata unastahili ukufe, usiishi hapa duniani. Mtu yoyote anayopika baba, mtu yoyote anayopika mama, asiishi na akufe. Bwana asifiwe sana. Unakumbuka siku ambao baba yako pia alikuwa anapiga mama, mama anawacha manguo zake na anakimbia kuchukua mtoto. Wewe unakumbuka? Haukukuwa. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu alikuwa pamoja na wao akashuhudia. Unatoa usikumbuka kwamba vile yule dada wetu pia amebeba huyo mtoto. Mtoto hachije chochote. Lakini mtoto anapokuwa mkubwa anatolea mama yake ujuzi, anatolea baba yake ujuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikwambie kwamba nilisema kwamba na usiishi, wewe unastahili ukufe. Bwana asifiwe sana. Maana huwezi kutolea baba yako ujuzi. Maana huwezi kutolea mama yako ujuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, rudia pengine mimi niko naelewa mbaya. Rudia pia tena huyo mstari wa 14 hiyo. Tuone kwamba inasema ni si nini. Kwa kuwa Mungu alisema. Kwa kuwa Mungu, sikia basi. Kwa kuwa Mungu mwenyewe akasema. Amesema nini? Mheshimu baba yako na mama yako. Baba yako na mama yako. Na mtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Amen. Kuna mwingine anaambia mama yake ungenisa, ungewacha kunisa. Hana anamtusi mama yake, nani alikwambia unisae? Nilikuandikia barua unisae. Bwana asifiwe sana. Nilikuandikia barua unisae mimi. Mama kani mchinga huyu. Na huyo mama aliteseka na wewe. Wakati anaenda kibarua, nyoka zinatembea huko kando huko, anakimbia na kuokoa. Wewe leo hii unatoa ujuzi. Baba yako anakimbia huko ili upate chakula, upate nguo yako ya kwanza ambayo unafaa hiyo. Unaona kwamba unaanza kutolea mzee ujuzi. Wewe ambao unatukana msasi wako. Maana lazima kwamba na usiishi, inafaa ukufe, tukuje tukufanyie ipate wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukenda hakuna baraka zingine pasipo kuheshimu baba na mama. Watu wengine mandoa zao zimesumbua. Kile maisha yao yameanza kuwasumbua. Biashara yao imeanza kuwasumbua. Na chochote ambao unafanya kinakusumbua. Ukulima yako ambao unafanya inakusumbua kwa sababu ulitolee mama yako ujuzi, ulitolee baba yako ujuzi, ulionyesha kwamba wewe ni mwanaume ambao unatosha. Ndio maana kwamba laana zikakufaa. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambao unamchezea mama yako, wewe ambao unamchezea baba yako, mpendwa, acha nikwambie kwamba wewe hauwezi kufaulu katika ulimwengu. Uende kufika mahali pale unakwama. Unajaribu hii, unajaribu maombi, hapana. Unatoa fungu la 10, unatoa mpaka kila chochote ili Mungu akusaidie, ili uinulie, hapana. Kwa sababu ya nini? Ulitukana mama yako. Kwa sababu ya nini? Ulipiga baba yako. Kwa sababu ya nini? Ulijionyesha kwa wazazi mbele ya wazazi wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Muko hapa? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kabla wewe hujasaliwa kuna nguo ya kwanza ambayo Mungu alikupea, nguo yako nyeusi. Ambao uliposaliwa mara ya kwanza hiyo nguo nyeusi hiyo, Mungu alikupea hiyo nguo. Nguo ya pili, mama kangangana
akanua manguo zingine akakuongezea nguo ya pili. Hata tangu wakati wewe mwenyewe usiwahi kununulia kama mama yako nguo, unasema Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kusifiwa hapa. Bwana asifiwe sana. Hauwezi kama Mungu akasifiwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitanda imepimwa huko 6. Yaani ukilala hivi ni sawa, ukilala hivi ni sawa. Wewe unalalia hapo mastare, mama yako analala chini kwa mifuko. Alafu unasema kwamba Bwana Yesu ameniona, Bwana Yesu amenena pamoja na sisi. Tangu Mungu hakuna chochote ambao Mungu hatataka kuona Mungu mahali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambao uko mahali hapa, mama na baba ni watu wa muhimu katika maishani mwako. Hao ndio wazazi ambao wako na ufunguo ambao mhubiri alihubiri kwenye kitabu cha Isaya 22 mstari wa 21 kuendelea. Hao ndio wako na ufunguo wako. Mungu uweka mkono juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweka mkono wake juu kwa yale mama anasema. Anasema kwamba mtoto yangu, kwa sababu leo hii umeniletea nguo safi. Sasa leo hii ende na ubarikiwe na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati wewe unafaa material ile nguo safi hiyo, na mama yako aende kisawisuki ya kanisa anaanza kusisimula manguo hivi, wewe unaonaje? Akati wewe una roho ya Mungu. Wewe uko na roho ya Mungu. Ano kama anaenda kwa mtumba, wewe unaenda manguo ambayo simenyoroka smart. Nguo safi ambayo nipe hiyo. Nipe hiyo nguo smart hiyo. Lakini mama aenda kusisimula vingo vingine. Baba aenda kusoka na ndoro vingine pana huko. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini unasema kwamba ati umeokoka. Wewe hujaokoka, inafaa tukuombee hapa. Bwana asifiwe sana. Upende kuna matendo mengine lazima ufanye hapa. Kuna hata wanasema kwamba huyu hakika ameokoka. Ani wakati unakunywa chai ya 10, nyumbani hata ukunywa ya 20. Na kwa sababu unapopanda, ungepoza wani utafuna. Lakini usipofanya hivyo hauwezi. Halo? Halo? Hii mwezi wa ngapi? Mwezi wa nani? Ndipo niambie Januari ilipoanza ulipelekea mama yako nini? Simama tu useme kwamba nikampelekea sukari mama akakunywa. Ndio maana hata ibada haiendi mbali kwa sababu mmekuja kufunga ibada. Wewe unafunga ibada. Hapo kama uko mahali hapa hivi. Wazazi nyumbani wako wanakusema. Hapo wewe umeona utukufu imrudie Mungu. Bwana Yesu asante kwa sababu umenilinda na kunitawala. Nasema huyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata huyo mtoto kweli kabisa. Na huyo mtoto kuna mwaka alinitesa sana. Huyo mtoto niliteseka na yeye kuna mwaka. Na wanajua wasahau mwaka. Hata ukiuliza mama yangu Julia na miaka 70, ukimuuliza anakuambia kwamba mwaka mwenye alizaa mtoto wake wa kwanza, mwaka mwenye alizaa mtoto wake wa pili, na matara na masiku na matakika anajua. Alisahau hiyo uchungu, lakini alikuwa ananena hiyo matakika anajua. Sasa wakati unatoa utukufu huko pale na wazazi wako wanalia, mama hakuna mahali. Hata mama Julia ndio huko hivi mama mzee. Huyo mama analia. Usione kama ameisha nguvu, hapana. Huyo mama analia. Wakati anashika fimbo hivi anaangalia. Mama Julia huyo hapo mlango kufungua tumbo. Na unajua jambo ya kwanza, wamama kazi ambao wanafanya, wanapenda kupiga tumbo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi wanaume tunaweka mikono kwa mgongo na safari yetu. Lakini mama jambo la kwanza anasikia uchungu kwa anaanza kupiga, pengine hii haikusa. Yale ambayo ananifanyia, unataka naye umfanyie. Laana hauwezi kutoa nguo, hapana. Laana unaongea vile unaongea. Bwana asifiwe sana. Na hata unapokuwa mkuu kubariki baba yako, hata mchungaji wako Aisha hauwezi kumbariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu una moyo wa mawe. Moyo wako ni mawe. Unasema hata kama baba yako sijambariki, alinibariki mtu. Nibariki pasta. Pasta ni baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu nataka nikutie moyo. Ndio maana kwa dunia hii tunasema kwamba mali na fedha ni mali ya Mungu. Mungu hakutuumba sisi tukue maskini, hapana. Mungu alituumba sisi ili tuwe na vitu ambavyo tumiliki mali hapa. Tunataka kutoka mali hapa tupige tusiteseke tena. Amen. Lakini tunateseka kwa sababu tumewacha wale wazazi
wazazi wetu ambao tuko pamoja na wao wanateseka. Bwana sasa wanateseka na wewe unasema kwamba umebarikiwa. Hapana. Hapana. Hawezi. Unapiga makoti chini hapo mpaka uchoke. Watakuwekea mikono kina Pastor Moses au kina Pastor Martin na miguu yote wakuwekee kwamba Mungu akuinua, hakuna. Ndio maana baadaye utaanza kwa sasa umusaji. Hadi mchakato kile ndio ngumu. Na wale watu ambao wengi ni wazuri sana. Wani? Ni kwa nini wale watu wako nje ni wazuri sana? Wanakuambia kwamba enda leta ng'ombe. Ng'ombe, anajua ujisa madhabahu yao. Enda leta ng'ombe ili tukutengeneze vizuri. Kuna mambo yake maandika tu mali kidogo, leta ng'ombe. Bora kingo unatoa ng'ombe na pena. Umesahau baba yako? Umesahau madhabahu. Itakukula mama. Itakukula baba. Itakukula madhabahu. Itakukula. Bwana asifiwe sana. Kitu cha muhimu ambacho nataka ufanye wewe, kumbuka kwanza wazazi wako ndio kuja kukumbuka madhabahu. Hiyo ndio Mungu sasa uweka mkono peke yake. Wewe unabarikiwa penye uko tu peke yako. Wewe unaanza kupinulia mahali popote penye uko. Nikuuliza swali Mama Margaret. Unakumbuka wewe mtoto wako Chuma vile alikutesa? Unakumbuka hiyo siku? Halafu wakati anakula michele na manyama wewe uko na kula supicha. Wewe utasema nini? Anakunywa chai mkafu. Anaomba baraka bado hapo. Na wewe kwanza mwenyewe ulifanya mama yako. Ukiona mtoto hakufanyia chochote, jua wewe au kufanyia mama yako na baba yako chochote. Sasa ukisema kwamba unaanza kulaani, hiyo laani inakurukia wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kwamba nataka uchukue kuja mkono yako alafu nionyeshe mimi. Kuja hivi alafu nionyeshe mimi hivi. Ama nionyeshe mimi kitole. Nionyeshe mimi. Sawa basi. Kila mtu anionyeshe tu mimi. Nionyeshe tu mimi hivi. Nionyeshe tu mimi hivi. Sasa unaona vitole vitatu ndivyo nakwambia nini? Na wewe naye. Na hii inasema kwa nini hii nionyeshe mimi? Na hii inasema Mungu Baba. Mbona hii inasema hii inasema Mungu Baba. Na hii inasema na wewe naye wakati unaonyesha huyu mtoto. Umeshafanya hivi? Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Baraka haununui. Baraka hauchimbi na chembe. Baraka si maombi. Baraka ni kuamua kwenda kuamurisha. Vile mhubiri alipofundisha mara ya kwanza. Baraka unaamurisha. Unapokuamurisha hizo baraka, basi kwako sije zinaanza kuja tu. Kwako zinakuja tu. Kwako zinakuja tu. Kuna ndoa zinasumbua leo hii, kwa ndoa zinasumbua. Hata barua utaandika na wewe unakaa kusumbua. Huyu msana anasema kwamba mtoto yangu alienda kwa hiyo poma tu anaishingi hapo, hata barua peke yake hakuna. Na unakaa kama mwanamke anataka nisumbua nini? Oh, yaandika barua. Barua utaandika alafu msana kaa anaanza kusumbulia huko. Na wewe huko unasumbua, unasema ndio hiki nasumbua, haisumbui. Andikia msana vitu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuandika barua toa mali. Hata ng'ombe moja ile ishikilie. Juzi tulikuwa tunataka ngine cha nilitutesa sana. Huyo mama amekaa kwa mlango tu kwenyewe hivi. Mnanipea vitu vyangu kwanza nitoka. Muwezi shika huo mwili, lazima mtoe kwanza. Wao nyinyi washiriki ambao mko mahali hapa. Mnakaa mkitutesa sisi. Sisi na Pastor Moses ndio tukaenda na tumeshika Biblia yetu. Tunaenda tuombee mwili ikuche. Ya kutumaini sina ila damu yake. Huyo mama akatuuliza, umekuja mmemaliza na jamii huko wengine sisi tutoka. Sisi pamoja na Pastor Moses mimi nikamwacha, mimi nikachiendea somo. Ilikuwa hivyo. Mimi nilikuacha. Bwana asifiwe sana. Mimi nikaenda nikakaa kwa soko. Baada ya kusikia ukanipigia simu mambo ifanye imeishi. Baada ya hapo kumaliza basa basi mana. Mimi nimekuja. Sasa kama mimi naweka kutoka na wewe. Bwana asifiwe sana. Piga ni ngumu sana Yesu. Yesu
kuteseka watu wangu. So watu wa Mungu, wewe wazee ambao mko mahali hapa, kama mtapeleka vitu peleka nyinyi bwana. Pelekeni vitu bwana. Ili hata ibada nyingine inafunguka wasi. Si kwamba tunafika hapo tunaanza makesi bwana. Unajua mtu amekuwa kama mimi nimeokoka hivi alafu na unaanza makesi vikundi. Hapana. Enda toa mali tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Penda mali. Hiyo ni haki. Si ati hiyo kwamba na mtuluma hapana. Huyo mshako na haki yake, baba huyo hapo na haki yake, mama hapo na haki yake. Bwana asifiwe sana. Muse huyo muse na shana walimpeleka kwa 50. Akaweka 50 yako mfuko na amenyamaza. Mama ulikuwa umemwahidi elfu yake 5 kama 10. Basi ilikuwa 10. Sasa wao kwa umempe. Na akachukua kiketi kwa nyumba ya mkwe, mtoto mkwe. Anaenda kwa nyumba kwa mlango kwenye anapiga mkongo ndani. Mkongo anaanza kuongea. Na mashabiki wako mahali hapo. Wako wanatoka tu maneno. Kanisa la Ketwe. Kanisa la Ketwe muko. Muko mahali hapa? Muko mahali hapa? Wacha msaa. Bwana asifiwe sana. Wacha msaa. Wacha kusema kwamba mahindi iliharibika. Hapana. Mama chulia wewe. Mungu alikusaidia ukalima maharagwe. Enda uza maharagwe hata korokoro 10 enda nunulie wewe mama kitu mpe. Akutemea mate uone kama vile mate yake vitatawanyika hivi. Ikitawanyika hivi inaangalia kimilili inapata sakai. Ikikipia hata Krishna ambao unamuona huyu anakunywa kalewa huyo. Akitema hivi mate kimwakia Krishna anakumbuka mama huyanchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bure usipofanya hivi, hakuna wewe naye kukufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kile ambacho tutakufanya. Siku moja mimi sina mama. Mama yangu alikufa. Nikachukua mama yangu, dada yangu Chani. Huyu mama yangu namuona. Hata simama. Huyo sasa. Huyo ni mama yangu. Mama Kachi. Yeye siku moja nikachukua mke wangu. Nikaenda nikamwangalia vile yako hivi. Nikasema pima nguo kulingana yeye fanafanana hivi. Kapima nguo. Ndio nipime tena nyingine nilete. Nikae nikamwambia niko nakuja kwako kukuona wewe mama. Huyu. Nikachukua mke wangu. Nikachukua mimi mwenyewe. Nikasema twende tupige pache tupelekee mama yetu. Tukapiga pache tukaenda kwake. Naye akasema kuna wageni wako wanakuja. Waje tukaenda tukakaa kwake. Tukakula, tukasherekea, nikampa nguo na vile vitu ambavyo tulikuwa naye. Baraka zikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa kijana wangu ambao ulikuwa unatembeanga nako sana mama Julia Kachoelia. Kalikuwa miguu yake ikatembei. Hata jamaa alitoka kutembea kwa miguu yake nyepesi huko ndani. Lakini sasa kwa hiyo furaha watu wanacheza vinyo. Nikasema mama yangu alikuwa amefunga mtoto ama nini? Na safari ikaanzia mahali hapo mpaka sasa jamaa sasa kaanza kutembea sasa. Akawa na nguvu kwa ndani. Bwana asifiwe sana. Sasa hii kesi kafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata zilikuwa imejifunga, mama alikuwa sifaini suti, lakini leo nataka kuvaa suti. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So mtu wa Mungu Pastor Moses. Mimi niko bila jiko na sasa. Mama Rosina fanya kitu hapa. Afungue nje. Pastor Mati. Amen. Tuko ndio majirani hapa. Panga ugeni. Haijalishi ati baba alikuwa karibu na mwambie niko nakuja baba kukuona na unapanga ugeni hata kama ni hapa na hapa. Mimi ni mgeni kwako. Bwana asifiwe sana. Mimi ni mgeni. Mungu atafungua njia zako ambao utawahi. Amen. Mungu atafungua njia ambao utawahi. Amen. Kwa sababu hao wase watajiachilia. Hata utaona tu mikono yako unafikiri hiyo mata ambayo imekula murunde akianza kuona kitu chafu. Hiyo ndio baraka. Hiyo ndio baraka ambayo wako nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio baraka ambayo wako nazo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwaminifu. Siku moja mimi mwenyewe na dada wetu Janet hawa, baba yetu hapo, nikatoka hapa kwetu na ndugu wetu church. Watu tulikuwa kweli. Tukatoka mahali hapo na mafundi hapa, nikasema ninaenda kuchengea baba nyumba mimi mwenyewe. Nikaenda na fundi huyo mzee wa Mbete. Na Robert ambaye tulikuwa na yeye alikuwa anakuja mahali hapo. Tukaenda tukachenga nyumba. Mzee akaniambia, "Baba, ni wewe tu ambaye nilikusaa kweli?" Nikasema kunao wengine lakini kila mtu anaenda baraka zake. Nikachenga tukalala nje. Tukachenga nyumba tukamaliza. Tukarudi pia tukapoma tu nyumba kwa sababu mchanga yuko kwenye. Tukamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo nikachenga nyumba. Hawezi ukachenga nyumba pasipo kama unachenga baba yako. Hata kama unachenga baba yako unaweza chenga kwa akili. Nyumba kuchenga si kwamba uchenge nyumba kama hii. Unaweza ukachenga kiketi. Unaweza chenga koti. Unaweza ukachenga kofia. Unaweza ukachenga saa. Unaweza ukachenga viatu. Unaweza ukachenga socks. Unaweza ukachenga upendo. Hii ndio kuchenga nyumba. Nyumba hauwezi kwamba tukuchenga nyumba kama imesimama leo hii. Hii ndio alichenga hii nyumba yake anashiriki hapa kweli. Lakini anashiriki upendo ambao kwa mahali hapa ni baraka sifa za ndani sinamrudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu nataka nikutie moyo. Na kwa sababu kesho tutakuwa na wageni. Siwezi nikapita mahali pale pia. Kesho tutakuwa na wageni. Mama wetu nataka niseme kwamba karibu sana katika kanisa letu. Amekuwa ni mshirika wetu wa kitambo sana. Ule msichana wake ambao unamuona yeye ndiye alikuwa kaduna gatoka katika kanisa letu. Leo sasa pia ananaye na mtoto. Kumaanisha kanisa linafanya nini? Inakuwa. Kanisa inakuwa. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ambao pasmani pia amekuja na yeye. Wewe simama na kwa unaitwa nani ngatio? Mose. Huyo mkubwa. Sasa yeye ni sisi tuliweka katika mikono yake. Tulimuombea kwa chini baba. Hao watoto wote tuliwekeana mikono. So unapokuwa watoto kama hao sasa na wewe si mkubwa kuna watoto wengine. Lakini sasa umefika umri kama hiyo. Kanisa inakuwa maiku. Ungali sasa tukupombea sasa kuja kanisani Jumatano, kuja kanisani Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwanza tukupombea sasa hiyo mama kuja kanisani. Na huyo mtoto sasa huyo sasa tutasema nini? Yamebebwa huyo.